Wanangu, nataka kuwapa nusu ya nguvu zangu, lakini kwa sharti moja. Atakaye ota njozi yani ukweli, nitampatia nusu ya nguvu zangu. Mama, mimi nina uhakika mtota hiyo njozi yenye ukweli na utanipatia nusu ya nguvu zako. Mimi nina uhakika nitachukua hizo nguvu, maana kila njozi nitakayoota ina ukweli ndani yake. Mama, mimi naamini hizo nguvu utanipatia mimi. Lazima nizipate hizo nguvu. Najidanganya, mimi ndo dada yenu. Kwa lazima nipate mimi hizo nguvu. Mimi waga naota njozi zenye ukweli. Lazima nichukue hizo nguvu. Nadanganyana. Hey, lazima nizichukue hizo nguvu. Mizimu ya kwetu. Najua kama mmekuja kunitembelea. Na kama mmekuja kunitembelea nashukuru sana. Kama kuna tatizo naombeni mniambie. Na kama hakuna tatizo pia naombeni mniambie. Kwa sababu nyinyi ndo walinzi wangu. Haya maisha ndugu yangu ni kama unavyoyaona. Maisha ni magumu sana. Lakini tunapambana kama kawaida. Hatuwezi kata tamaa hata siku. Ni magumu kiukweli. Sasa kutokana na hali ya maisha kuwa ngumu, mimi kuna mtaalamu nimempata. Yuko kijiji cha pili kutoka hapa. Mtaalamu. Unajua unanichekesha ndugu yangu. Sasa unaposema mtaalamu ndugu yangu, haya maisha sidhani kama yana mtaalamu zaidi ya wewe mwenyewe. Jinsi unapopambana, unapopigana. Hebu nieleweshe hapo. Mtaalamu unamaanisha nini hapo? Gangeji. Nikiongelea mtaalamu namaanisha yani mganga. Huyo mganga fundi anajua. Sasa hayo mambo ya maisha na mganga inaingilianaje hapo? Kati mganga wa maisha yako ni wewe kupambana pia. Gangeji, nisikilize nikwambie. Mimi ninachokuambia namaanisha. Huyu mganga, unaona yule jamaa juzi amenunua kale kagari keusi pale. Katibiwa na yule mganga. Huyo mganga anafahamu vitu vingi sana. Kwa kifupi ni anafahamu. Mimi naona tungeondoka tu tukaenda kule kwenye kile kijiji, tukapewa dawa kidogo, basi tukaja
Vipi, mbona umenyanyuka haraka hivi? Mama alitisha kikao pale nyumbani. Akasema kwamba atakayeota njozi ya kweli atampatia nusu ya nguvu zake, na mimi nazihitaji zile nguvu. Utanisaidiaje mpenzi wangu? Mimi naweza nikakusaidia, lakini inabidi twende kwanza kwenye mizimu ya kwetu tukaombe. Kisha uweze kupata huo msaada. Na utakuwa wa kwanza kuota hiyo njozi. Na mama yako atakupa hizo nguvu. Basi sawa. Utakapokuwa tayari utaniambia. Mimi niko tayari. Sawa, haina shida. Tukapata utajiri na sisi. Kwani hutaki utajiri? Nisikilize Msadiki. Mimi masuala ya kuaganga kiukweli sipo interested nayo sana. Yaani siko nao deep sana. Mimi nahisi labda ujaribu kumshirikisha pia Mr. Uga. Sababu naye ni mmoja wa watu ambao tuko nao karibu. Kwa hiyo naweza nisiwe mimi wa kwenda na yeye akawa Uga mkaenda naye. Hilo wazo lako limekaa vizuri, lakini mimi na imani hata wewe unataka utajiri. Sema tu unakwepa, lakini na wewe mwenyewe unataka utajiri. Mimi utajiri nautaka ndugu yangu, lakini mimi naomba nifikirie kuhusu hilo sababu ni kama imekuwa surprise kwangu. Siko nao mambo sana. Sababu ushaniingizia hili wazo. Hebu acha nifikirie. Nitakujuza ndugu yangu. Sawa, haina shida. Ngoja nikupe muda, lakini fikiria tu. Utakuja tu. Hilo ina taabu ndugu yangu. Nije hapa na drive gari mimi. Sijali ndugu yangu. Tupambane. Yeah. Mbona unafuata maji saa hizi? Maji yameisha nyumbani. Nimeona angalau nifuate ndoo moja tupate ya kutumia. Alafu nilikuwa mbugani. Nimesikia sauti za milio ya tai. Nimeangaza huku na huku, sikuona chochote. Hiyo ni ishara ya mama anakuita. Wahi nyumbani. Tena usichelewe. Sawa.
Najua jana ulinifurahisha sana. Yaani ulivyokuja kunipa lile wazo lile na kuniambia kwamba tukaongeze miradi. Halafu kaniambia tufungue kiwanda cha matofali. Nikasema ni umelenga mule nilipokuwa nakusudia. Kwenye point. Kwenye point. Ndio mume wangu. Katika haya maisha ukiwa na miradi mingi ndio unaweza kufanikiwa. Lakini ukiwa na mradi mmoja hautoboi. Unajua ni wanawake wachache sana ambao wenye mawazo kama ya kwako. Yaani ambao unaweza ukakaa ukasema ngoja nimshauri mume wangu kwamba hapa katika maisha hebu tuongeze kitu hichi tukiondoe, tufuate hapa na kanipa ile direction ya maisha. Mke wangu na akili sana. Unataka useme umebarikiwa. Sana. Karibu. Karibu Mr. Dick. Karibu. Asante. Karibu kae. Habari za? Safi tu. Niambie. Safi. Sasa Uga, nimekujia bwana, twende kwenye zile harakati. Ile issue. Yaani nilikuwa nimeshasahau kabisa. Sasa subiri basi nende nikajiandae, mbadilishe nguo ni change zenu twenzetu. Fanya hivyo. Mama. Nilikuwa mbugani. Nimesikia sauti za milio ya tai. Lakini nimejaribu kuangaza huku na huku. Sikuona tai. Nashindwa kuelewa nini kinaashiria. Usiwe na wasiwasi mwanangu. Nilikuwa nakuita nini? Najua muda huu mbugani unakuwa na vitu vya hatari. Kwa hiyo chukua dawa hii na hii uliyokuja nayo uende ukaoge. Shem, wewe ni mwanamke mmoja mrembo sana. Ni mwanamke ambaye unafaa kuitwa mwanamke. Una hadhi zote za kuwa mwanamke. Umefundwa ukafundika. Unaonekana kuwa ni mwanamke mwenye mahaba ya dhati. Shem, sifikiri kama unaweza kuwa na mwanaume ambaye sio type yako. Inabidi ufikirie vizuri. Mwanamke ambaye unafaa kuwa na familia bora. Shem, unafaa kuwa na mwanaume ambaye ana mahaba ya dhati. Mwanaume mwenye mahaba
ambaye amejaa upendo wa dhati, mwanaume ambaye anajua kutunza mwanamke. Nikwambia kitu, aliniwahi tu. Angechelewa kidogo ningekuwa mimi. Lakini pia sifikiri Paulina, naomba tuongee na wewe kidogo pembeni. Sawa. Kuna kitu kinanipa wasiwasi pale nyumbani. Kitu gani hicho? Mbona kama unanitisha? Kuhusu mama na Mariam. Nahisi mama atampendelea Mariam na kumpa zile nguvu alizotuahidi. Sasa nataka tufanye kitu kimoja. Mimi na wewe tuungane. Tumtoe katika kinyang'anyiro Mariam. Sawa, tutaungana. Ngoja nipeleke maji nyumbani. Basi sawa. Hivi Uga, wewe unaonaje haya maisha? Maisha yako very tough. Lakini tunapambana hivyo hivi. Si unaona lakini mambo yanaenda au? Uga, unajua mimi nahurumia sana upambanaji wako. Ni mtu unayetafuta pesa kwa shida sana. Lakini kuna njia ambayo kama ungeweza kuipitia ungefanikisha upambanaji wako kiurahisi sana. Wazo gani? Okay, kuna njia nyingine ya kuweza kutafuta maisha. Ni njia ngumu kidogo lakini si kama utaelewa. Uga, bana mimi nina mtaalamu. Mtaalamu anajua, ni fundi. Anajua sana. Mr. Dick. Naam. Yaani wajua mimi katika vitu ambavyo sijatokea kuviamini kwamba mganga wa kienyeji alafu na maisha. Yaani vitu vile tofauti rafiki yangu. Uga, yaani unajua kuna kitu kimoja ambacho kipo huenda wewe ukifahamu. Hata maandiko yenyewe yamekwambia vya Kaisari mpe Kaisari na vya Mungu mpe Mungu. Mganga naye kaumbwa na Mungu.
Sasa wewe unayempinga ni nani? Yule anakutengeneza, anasafisha nyota yako, utamiliki pesa, utapata magari. Usiende safari. Ukikaidi utaleta msiba. Ukikaidi utaleta msiba. Rudi kwa gari. Rudi. Diki, mganga wa kienyeji kazi yake huwa ni kutibia wanaoumwa na sio kutibia maisha. Uga, mimi nakwambia yule mganga anajua. Wewe kubali tu mimi nikupeleke kwa mganga. Unajua Diki, kuna kuwa na mawazo ya mtu aliyefeli maisha, sawa, na mtu ambaye ni mpambanaji kwenye maisha. Sasa uko unapoelekea wewe ni mtu ambaye amefeli maisha. Kwa hiyo unataka ukatafute mali kwa njia ya ushirikina. Uga, wewe tayari hapo ulipo umeshapata maisha?
Vipi, mbona umesimama? Je, tufanye maombi, tumeshafika Mzimuni. Nahisi mama anatuita nyumbani. Naomba niende. Lakini hatuchelewi. Hapana. Hii ni dharura. Naomba niwahi. Haya, sawa. Basi ngoja nisikate wazo lako, sawa? Kwa sababu ni wazo na umeleta. Tufanye kitu kimoja. Hebu niache nikamshirikishe kwanza wife. Alafu tuone. Uga, sio kila kitu lazima umshirikishe mwanamke. Mambo mengine fanya mwenyewe. Mwanamke sio sahihi kila kitu umshirikishe. Hebu pambana wewe kama mwanaume, pambana wewe kama wewe. Twende nikupeleke kwa mtaalamu. Usafishwe nyota, mambo yawe vizuri. Wewe hutaki pesa. Hebu basi fanya hivyo kwa sababu umeshanifikishia wazo. Wacha niishi nalo. Alafu nitakuletea majibu. Okay, sawa. Kwa sababu umeamua sasa kufanya maamuzi ya kiume. Wewe nenda kajiandae, utanipa majibu. Basi sawa. Mimi kwa sababu nimekuata una mambo yako hapa, ngoja nikuache kwanza. Si ndio leo nitie hilo? Hilo tu ndo nimekuitia. Basi ngoja nikuache afya. Wewe nenda kapambane. Haina noma. Haya. Mila na desturi zetu tunazisahau, tunapata matatizo kwa kudharau. Nimwaiteni hapa niwape nguvu kidogo, lakini atakayepata njozi ya ukweli ndiye nitakayempa nusu ya nguvu zangu. Mimi sijui kwa nini nikiwa na wewe nasikia yani niko happy, nasikia raha. Hivi unaweza kanizidi jinsi mimi ambavyo nakupenda kweli? Nakuzidi. Alafu ujue tu kwa wewe ni mwanamke mzuri sana kuliko wote hapa dunia. Asante. Alafu baby, kuna kitu muhimu sana nataka nisahau. Kitu gani hicho?
ni kuhusu na shemeji yako Diki. Kumbe Diki. Yaani huyo anapenda masiara sana, hata usimzingatie. Ni mtu wa matani sana. Najua Diki tunamchukulia masiara, lakini ile liko serious kidogo. Kwa maana unajua aliniambia kwamba enyi mizimu yenye asili ya mababu zangu, na waombeni mimi mjukuu wenu, mchumba wangu Angel, msaidie aende akaote njozi yenye maono ya kweli, ili aweze kupewa nguvu na wazazi wake. Mariam. Kutokana na hali yetu ngumu ya maisha, kuna mganga ambaye amempata. Akawa anashauri kwamba tuondoke, kwamba tuelekee kule tufuate hizo mali za kafara. Sasa mimi ni kitu ambacho kilinishtua sana. Na unajua mimi akilini mwangu waga siamini kabisa waganga hata siku moja. Unajua nimekushangaa. Yaani wewe ni mwanaume gani? Baby, sasa hivi ulimwengu huu. Hivi unadhani hao watu wanaomiliki majumba, magari, unaona wanaendesha manini huko V8, range, unadhani wanaenda nje huko kuspoil, kuenjoy? Unadhani hizo mali wanazipata za hivi? Diki ana akili. Si wewe, kwa nini akili yako imeganda yani? Bado umerudi. Yani bado uko zamani huko. Yani wenzako wanaenda mbele, wewe unarudi nyuma. Hiyo imani ulionayo wewe, badilika. Unataka uniambie kwa na wewe huko upande wa Diki pia? 100%. Tena na 20. Bila na desturi zetu tunazisahau, tunapata matatizo kwa kudharau. Hizi nguvu tulizopewa na mama, unadhani tunaweza kuzitumia kama anavyozitumia yeye? Hapana. Nadhani mama alitupatia hizo nguvu kwa ajili ya kutulinda sisi. Unajua mama yetu anaona mbali. Anaweza akawa ameona kuna jambo baya litatokea. Sawa. Lakini mimi nataka nisitumie nguvu mara mbili kwa zaidi alivyotupa yeye. Angel, una maana gani?
Muda ukifika nitakwambia. Lakini kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani? Unajua mama anampenda sana Mariam kuliko sisi. Sidhani. Sina uhakika kwa hilo. Mama anatupenda sote. Hata kama uniamini, hizo nguvu za mama atampa Mariam. Sasa nataka tufanye kitu mimi na wewe. Kwa nini unafanya hivyo? Uone kwamba utamaliza nguvu zako? Usirudie tena. Aya, twende. Mila na desturi zetu tunazisahau, napata matatizo kwa kudharau. Mazao yanakata ili Mariam asipewe hizo nguvu za mama. Mbona kama umeongea kitu cha kweli? Sasa tunafanyaje? Nishaongea na Juma. Ameahidi atatusaidia. Kwa hiyo, maelekezo yote nitakupa mimi. Sawa, tasubiri hayo maelekezo. Basi sawa, twende nyumbani. Maisha sasa hivi sio rahisi kama unavyofikiria. Watu wanatumia hayo manani makafala, wanaendelea. Oh, weka hivyo hivyo. Utaona vijana wenzio wanang'aa, wanafanya mambo makubwa, wanaenjoy, mnabaki mnashangaa, mnajua wanafanya kazi. Okay, nani sawa. ambaye afanye kazi? Sawa mpenzi wangu. Basi tufanye kitu kimoja. Kwa sababu mimi bado akili yangu haijanituma na sijakubali kwamba waganga wanaweza kunisaidia kwa maisha yangu. Na wewe unaamini kupitia hilo. Mimi nikukutanisha na Diki. Ikiwezekana tuongee ili wewe na yeye muambatane kwenda kwa mganga kule. Sawa. Mimi niunganishe. Yaani niunganishe hata usijali. Nitafanya kwa sababu ya upendo sana. Asante, tafurahi pia. Asante. Mila na desturi zetu tunazisahau, tunapata matatizo kwa kudharau. Mpenzi wangu Juma, kuna kitu kinanipa wasiwasi sana pale nyumbani. Kitu gani? Nahisi mama atampatia nguvu zile Mariam alizotuahidi. Kwa nini unahisi hivyo? Kwa sababu mama anampenda sana Mariam. Naomba unisaidie kitu kimoja. Nataka nimwangamize Mariam. Sawa, nitakusaidia kwa sababu nakupenda sana. Japo nitaingia kwenye vita vikali sana na mama yako. Nalifahamu hilo. Ila naomba unisaidie. Sawa. Basi tuondoke.
Karibu. Karibuni. Mganga tumemkuta? Ndiyo, umemkuta. Ngoja nikawaitie. Karibuni mkae. Karibuni na wasikilizeni. Asante. Mganga, sisi tumekuja tuna shida. Na shida tulionayo tunahitaji utajiri. Sawa. Wewe na huyu ni mtu na mpenzi wake? Hapana. Basi sawa, mmoja aondoke. Lete mkono wako. Una rafiki yako yote ambaye ana mke? Ndiyo, yupo. Basi kamlete mke wake hapa. Tuje tumtoe kafara ili mambo yako yakae sawa. Basi sawa, haina shida. Nilo tu. Basi sawa, haina shida. Niitie na mwenzio. Karibu. Asante. Naomba mkono wako. Ndugu zako wote wako hai? Ndiyo. Na kakaangu. Basi nahitaji ukalale na kaka yako, alafu uje hapo ukiwa hujaoga. Sijaelewa mganga, nikafanya naye mapenzi nikalale naye. Ukafanya naye mapenzi. Sawa, nimekuelewa. Aya, mwite mwenzio muondoke. Kisichoriziki hakiliki, maisha yangu yamejaa balaa. Hivi ni wapi nitaponea mimi mtoto wa mtu? Yani shida matatizo zilinifanya niende. Kila moja azingatie sharti lake. Changamoto lilinifanya nianze kutanga. Sawa. Naweza mkaenda. Toe kafara, mambo yanaenda mrama, mie yananishinda. Hilo ni sharti moja, sharti moja, sharti moja.
limenishinda. Hilo ni sharti moja, sharti moja, sharti moja, limenishinda. Na hanaga homa henala hello gai home hisan no gada hamo hara haete kele ga dum hena kele keza ga tu ma harani go ham izi gyuzaro harene erage hamara tu zage harene erega tu di heda huma hara go homa na he edini gada ni hoda hai. Honare ke o ma herene itaka etiki umara harene kenade ki nado harene itaka etiki umara harene gatati dirigi tuka here ko mahara tunde hai jagala go de chuda homa kare no da he idikara mahai inda anda tera go gantra ni tera ka ijege tare him igidika adere ko mahara inde hada gedu ham edega na ka hele sinaga hamba ga hele ku ideniza Mariam, Angel, kwa nini unafanya hivyo wakati mama ashatuzuia kufanya hivyo? Haujui kama nguvu zako zinaweza zikaisha? Hapana, nguvu zangu haziwezi kuisha, maana Juma ameshaniongezea nguvu tayari. Sawa, lakini mimi sikushauri kufanya hivyo tena. Na hapa nimekuja na dawa. Tumtege mahali ya mwili asipendwe na mama. Sawa, kaweke haraka. Maana wametoka na mama, muda si mrefu anaweza karudi. Basi sawa. Umeona hii dawa? Ni dawa ambayo mtu akiwa amezimia, ukiiponda ponda, ukimwekea puani, anapata fahamu. Alafu umeona hii dawa? Hii dawa, mtu kama umwelewelewe mwili wake, ukienda ukaiponda ponda kwenye kinu, ukailoweka ukamuosha, utamwona mwili wake umekuwa hapa zaidi. Sawa mama. Haya, twende.
Mariam, simama. Angel, kuna kitu gani ulichomfanyia mwenzio? Unataka kumzuru mwenzio? Unashindwa kuishi na wenzio kwa upendo kwa sababu ya tamaa zako? Kwani kafanyaje? Walitaka kukutega, lakini sasa uko salama, unaweza kuingia. Mume wangu, kwa nini umeamua kuleta mazingira haya na wakati nyumbani ilikuwa sehemu tulivu? Alafu pia kuna mahoteli mazuri, situngeenda huko? Ni kweli mke wangu, nyumbani ni sehemu ambayo imetulia sana, na pia yapo mahoteli makubwa sana, lakini kuna mambo ya kuongelea nyumbani, lakini mwingine wakatoka nje ya nyumbani ukaja hapa, ndio maana nakwambia ni sehemu kama hiyo. Kuna kitu kimenichanganya sana, ndio maana nikakuomba tutoke nyumbani tuje tuongelee. Unajua Diki amenichanganya sana. Nadhani unajua hizo dioksi zake na nini, lakini hivi kuna siku moja aliniita akaanza kunipa ushauri wake kwamba tupatafute mali za kafara. Juma, umefanya nini sasa? Mbona sikuelewi una maana gani? Dawa ulionipatia ilikuwa wazi, haikuwa na maficho kabisa. Mama ameshajua kila kitu na amenizalilisha sana kwa ndugu zangu.
Basi mimi kwa sababu sio mfuasi wa vile vitu nilimkatalia. Lakini kile kumkatalia yeye alienda mbali kidogo. Nadhani hakutaka kama mzika hivi. Alienda kumshirikisha Gangeji. Basi naona Gangeji naye akakataa. Kwa hiyo amemshawishi mimi nadhani anaondoka naye kwa sababu jana nilipata simu kwa Gangeji. Nikamuuliza vipi, mbona mima simuoni hizo siku mbili? Kanaambia bwana mimi ameondoka na Diki wameelekea kijijini. Na alipoenda ameenda kutafuta mali za familia. Sasa hichi kitu kimenichanganya sana. Yaani mimi amefikiria nini mpaka kukubali kupavu kwa sisi? Lakini mume wangu, toka awali nilikwambia kwamba Dick sio mtu mzuri. Sema hukutaka kunisikiliza. Sasa hichi anachoenda kukifanya ni hatari kwetu. Unamaanisha kwamba mama yako ameziona zile dawa? Hakuna kitu asichokijua mama. Elewa, nimezalilishwa sana. Basi usijali mpenzi wangu, kila kitu nitakiweka sawa. Haya, nenda kakae pale. Unajua ukiachilia mbali masuala ya jokes ya huyo Dick Lisa lakini kwa hiyo naona kwa serious. Hebu chukulia mfano. Kuna mganga gani ambaye ataenda kuwapa mali, kuwapa njia za utafutaji bila kuwapa mshahara? Masharti gani nadhani anaweza kupewa tofauti na kuua wazazi wetu? Hasa kama mfano mimi aenda akamtoa kafara yule mama. Mimi napenda sana mama yangu. Kwa nadhani itakuwa. Baada hakuna mganga yoyote ambaye atakuweka karibu wewe na mali alafu akakutofautisha na familia yako ama wazazi wako. Lazima achukue mali na wazazi wako waweke pamoja. Hapo tunapoelekea kwenye hatari, nadhani tunapoelekea ni wapi? Ni shida, lakini inabidi tuwe makini. Kwa sababu nadhani kutakuwa na matokeo ambayo sio mazuri. Mimi kajichanganya pakubwa sana. Kwani hizi siku mbili mimi alifika hapo nyumbani? Hapana, hajaja. Sawa. Ule tuangalie kitakachotokea lakini enyi mizimu yenye asili ya mababu zangu. Nimekuja mimi pamoja na hao wenzangu. Tunaombeni mtupatie nguvu ili tuweze kwenda kufanya chochote kwenye hiki kijiji. Ili kufanikiwa swala lenu, ndugu wenu wa mwisho atakuwa mtoe kafara ili iwe zawadi ya mizimu. Mmesikia? Mmesikia? Mali ya mwanangu, dada zako wameshaingiwa na tamaa.
wanahitaji kubeba nguvu zangu. Kuwa nao makini sana, wasije wakakuzuru. Kwa hiyo mama, nitafanyaje ili kuepukana na hili tatizo? Nitakupa nguvu za ziada. Lete mikono yako. Sawa, tumekubali. Tutamtoa Mariam kafara. Chukua dawa yako uende. Hivi mimi alikueleza lile sharti tunapewa kule kwa mganga? Hapana. Mimi jana nilikuwa naye, lakini hakuniambia chochote kile. Ni sawa. Kuhusu Mima, sijui kapewa sharti gani. Lakini upande wangu mimi, sharti langu nililopewa ni kumpeleka mke wa rafiki yangu kule kwa mganga. Na marafiki zangu mko wawili, ni wewe na Uga. Wewe huna mke. Hivyo nikafikiria, nikaona ni bora nimpeleke mke wa Uga. Wanangu na wasikilizeni. Kila mmoja anieleze njozi yake. Mama, mimi nimeota njozi kwamba kuna uongozi utakuja hapa kijijini na utatawala kimabavu sana. Mama, mimi nimeota njozi. Hapa kijijini kutakuwa na ukame na mifugo itakufa. Watu wataishi kwa shida sana, maana kutakuwa na njaa kali. Ni sadiki. Iko wazi sisi tunahitaji utajiri. Na hilo swala la kumpeleka mke wa Uga kwa mganga kupata utajiri, mimi sidhani kama ni gumu sana. Lakini tunaanzia wapi? Mimi naona hapo kuna njia mbili. Tumtumie Uga mwenyewe au tumteke mke wake na kisha tumpeleke kwa nguvu. Kumteka mtu katika hili, ndugu yangu? Kwa sababu tunataka utajiri. Kumteka mtu hauoni kama sisi tutaishia jela ndugu? Ila mimi nilikuwa na wazo. Kwa nini Uga tusimtafutie mwanamke mwingine wa nje? Kwa maana tukishampata huyo mwanamke na Uga akawa naye, Uga na mke wake watagombana ndani. Na wakisha gombana, inakuwa rahisi kumchukua mke wa Uga kumpeleka kwa mtaalamu. Mimi nimeota njozi. Hapa kijijini kwetu kutakuwa na ugeni.
na ugeni huo utakuja kufarakanisha familia yetu sababu ya wivu wa kimapenzi. Wanangu, nimewasikilizeni. Ambaye njozi yake itatimia, basi nitampa nusu ya nguvu zangu. Hilo naliona kama limekaa vizuri. Sasa tutafanyaje? Mimi na rafiki yangu wa kike anaitwa Linda. Unaonaje tukimtafuta akatusaidia katika hili? Ongea naye sasa. Tukutane naye sehemu, tumpange. Mimi nadhani nipe muda wa siku kadhaa hivi. Nitampigia niongee naye, tutakutana tutamwambia. Basi itakuwa vizuri. Mimi naona fanya hivyo. Hilo liko sawa. Sawa kabisa. Unajua
Mbona unaniangalia hivi? Alafu macho yako kama kuna kitu yanamaanisha. Ndiyo namaanisha. Nataka kujua kwa nini mama anakupenda zaidi kuliko sisi? Mzimu naye kutegemea na kuamuru uende ukamtafute Mariamu popote alipo kwenye kijiji hiki na umwangamize haraka iwezekanavyo, kwa sababu anaonekana anapendelewa sana na mama yake na anapendwa sana. Bado sijakuelewa. Unakusudia nini? Nataka kuziona hizo nguvu ulizopewa na mama. Paulina, tuondoke nyumbani, maana Mariamu kaenda kuonana na mtu. Anawezaje kwenda kuonana na mtu bila ruhusa ya mama? Na sisi tunamwachaje anaenda peke yake? Lazima tuondoke naye. Huu sio muda wa mabishano. Tuondoke. Angel. 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 Oh, Linda. Nilikuwa nakuja kwako hivi. Ndio unatoka? Nilikuwa natoka nenda. Sasa mimi nilikuwa nakuja kwako. Karibu ndani. Mimi sidhani kama kuna haja ya kwenda kuongelea ndani. Lakini nilikuwa na issue tu kidogo. Nilikuwa na dili. Dili? Yeah. Niambie bana, kila siku na madili mapya. Ni kweli. Mimi nina rafiki yangu anaitwa Diki, na hisi unamfahamu. Sasa huyo rafiki yangu alienda kwa mganga. Kwenda kwa mganga hivyo akaambiwa apeleke mke wa rafiki yake kama kafara. Mayo jiluma busugu olumo bongwanone mayo jiluma busugu olumo bongwanone mayo jiluma busungu olumo bongwanone olumo bongwanone mayo jiluma busungu
Oluma bongwanone lele osongololo yosata kasatela gawuleko mayo jiluma osongo. Mbona mmekuja wawili? Mwenzenu mmemwacha wapi? Sasa tukatengeneza plan moja, na katika hiyo plani tukaona wewe ndio utakuwa msaada mkubwa sana wa kufanikisha. Mimi? Yeah. Mimi nadhani, sidhani kama kuna haja ya kuliongelea hapa. Tufanye kitu kimoja. Nikukutanishe wewe na yule jamaa Diki. Pata kujadili vizuri kwamba tunafanyaje. Sawa, haina shida. Siku tukikutana tutaongea. Mimi nipo napatikana muda wote. Tutakutana tu, wala hata usijali. Basi mimi nimekuwa vizuri kama umenipokea hivyo. Mimi nadhani tusubiri tu utekelezaji wa kukutana. Sawa, haina shida. Sawa, wewe endelea na safari zako bwana. Mimi narudi kwanza. Haya. Sawa. Mama, Mariam ameliwa na wanyama porini. Nimejitahidi sana kumsaidia lakini imeshindikana. Kwa hiyo Mariam hatupo naye tena. Basi sawa. Hata nyinyi wawili mtanitosha. Ndio msanii. Nimeitikia wito wako. Umefanya vizuri sana Mr. Gangeji. Nilichokuitia hapa, kafara inayohitajika kwa mganga ni mke wa Uga. Tunafanyaje? Mimi nilikuwa na wazo. Kwa nini tusimshawishi Uga kwenda naye kwa mganga? Kwa maana kwamba yeye mwenyewe akisikia yale masharti kuwa mke wake anahitajika ili yeye awe tajiri, inaweza kuwa rahisi kumpeleka mke wake kwa mganga. Hiyo itakuwa ngumu. Hilo ni swala gumu sana. Kwa sababu kule kwa mganga anayehitajika ni mke wa Uga na sio Uga. Angel, mbona mimi sikuelewi? Uliniambia Mariam ameenda kuonana na mtu. Huku nyumbani mama umemdanganya Mariam ameliwa na wanyama wakali. Una lengo gani? Na Mariam akirudi je? Usiwe na wasi. Najua ninachokifanya. Na Mariam hawezi kurudi tena. Na wala hajaenda kuonana na mtu. Kwani umemfanyaje? Kwa hiyo tunafanyaje hapo Mr. Dick? Mimi naona hapo la kufanya ni mimi niendelee kumshawishi mke wa Uga awe karibu na mimi. Atakapokubali nitampeleka kwa mganga. Mimi naona fanya hivyo. Haina shida. Sawa. Naenda kuonana na Juma. Nikirudi nitakupa jibu. Sawa. Sawa.
hotna hanaga homa henala hello guy home he's no gada hamo hara haite kele ka duma hena kele keza ga tu ma harani go ham izi kyuzaro harane erage hamara tu zage harane hanaga tu di heda huma hara go homa na he edini kada ni hoda hai idi hanara go ma harane jitaka edi kyumara harane Kalinge, kalinge, bayoyo kalinge, 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 bayoyo kalinge, 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 bayoyo kalinge, kalinge, kalinge. Nadagi, nado harane idaga, edagi umara harane gataji. Dirigi tuka hera ko mahara tunde hai. Dagala gode chuda homa kare no da hai. Idi kara mahai inda. Anda tera ka gantra vira ni tera ka. Idege thare him. Igi dika. Adere ko mahara ine hadage du ham. Ede kana ka heme sinaga hamba ga here kyu. Ide nizai. Kalinge, bayoyo kalinge, 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 bayoyo kalinge, 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 bayoyo kalinge, 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 bayoyo kalinge. Kalinge, kalinge, bayoyo kalinge, 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 kalinge, kalinge. Wanangu, kwani na upendo na ndugu yenu. Juma, umenifanyia nini? Au hujui ulichokifanya? Kwani kimetokea nini? Labda wewe ndo uniambie kipi kilichotokea. Mimi nilienda kumfunga Mariam polini. Nikatarajia utaenda kumuua. Cha ajabu hujafanya hivyo. Mbona sielewi unachokizungumza? Maana mimi kila kitu nimeshakifanya.
kila kitu, wakati mama ameshamleta Mariam nyumbani. Mamako ana nguvu sana, lakini nitapambana naye. Msubiri hapo. Hujanipa mrejesho wote. Vipi, kazi imeenda vizuri? Lakini kazi ilienda vizuri kwa sababu hakuna mtu yote aliyejua kwamba mimi sio muuza matunda. Na yule bwana alianza kunipa ushauri kuhusu maisha. Alidhani mimi nichoka mbaya sana. Mimi nakwambiaga Dick ni mtu mwenye akili nyingi sana. Pauline, naomba uniambie ukweli. Kitu gani nimewakosea hadi nataka kuniangamiza? Maana sio kawaida kumtelekeza mtu Pauline. Mdogo wangu, mimi sio kama nilikuwa najua Angel amekutelekeza Pauline. Maana alikuja kuniambia wewe umeenda kuonana na mtu. Na sababu ya haya yote, kwa ajili ya mapenzi yako wewe kwa mama. Kwa nini mama anakupenda wewe kuliko sisi? Kama kosa ni la mama kunipenda mimi, kwa nini mimi nitumiwe nisiyekuwa na hatia? Nifuate. Na unataka kuniambia yule bwana mpaka anatoka kugundua chochote kile? Hapana. Kwa 100% hakugundua kabisa na uhakika. Basi nikupongeze wewe pia, sababu umeanza kazi vizuri na nina imani utamaliza kazi vizuri kabisa. Asante sana. Cheers. Na mimi ni kuacha uendelee na majukumu mengine. Asante tu kwa kusikiliza. Haya. Mdogo wangu, mimi sijakufanyia kitu chochote kibaya. Na haya yote yamesababisha Angel. Mdogo wangu, naomba unisamehe. Mimi sitashiriki tena katika uovu. Naomba unisamehe mdogo wangu. Tafadhali mdogo wangu, naomba unisamehe. Sitarudia tena. Sawa, nimekusamehe. Asante. Basi tupitie dawa tukaongeze twende nyumbani.
Karibu Linda. Habari zako? Nzuri, kumtoka kwa salama. Mbona kama una wasiwasi sana? Kwa comfortable. Linda, kitu nilichokuitia hapa kwanza ni kukupongeza. Umefanya kazi kwa high performance ya juu sana. Yaani sijaamini. Hivi kumbe wewe ni bonge la mwigizaji? Nimetoka kwa Juma. Ameshanipa nguvu tayari. Kwa hiyo na imani ile swala letu litakamilika kwa haraka. Nimependa sana kazi yako. Hata mimi pia nikupongeze. Kwa sababu ni master planner mkubwa sana. Sikujua kwamba ungetengeneza ile mbinu ya mimi kuuza matunda na watu kutokugundua chochote. Pongezi sana katika hilo. Ni kawaida yangu Linda. Ni kawaida yangu kabisa. Kitu kingine ambacho nimekuitia hapa ni kitu kimoja. Tuna muda mchache sana uliobakia kuweza kuwasilisha lile swala kwa mtaala. Na tumepewa sharti moja. Sasa ndani ya huo muda mchache unatakiwa kuwa umekamilisha kila kitu. Katika hilo sijali. Labda nikwambie ukweli yangu. Mimi sitaki tena kushiriki uovu. Mariam ni mdogo wetu, kwa nini tunamfanyia hivyo? Kwa hiyo mmeamua kunisaliti? Hapana. Mimi sijakusaliti. Ila Mariam ni mdogo wetu sisi. Hata kama mama akisema kwamba mpe Mariam nguvu alizotuahidi, mimi niko tayari kushirikiana na mdogo wangu. Basi sawa. Nitadili na nyinyi nyote. Nitakuwa bega kwa bega na wewe mpaka utakapofanikisha kile tulichokipanga. Kikubwa nahitaji ushirikiano wako. Linda, mimi siwezi kukuangusha. Mimi niko na wewe kwa vyovyote vile. Yaani niko na wewe 100%. Umefanya kazi
kila kitu kitaenda sawa. Kwani wewe unataka utajiri na mimi pia nautaka utajiri. Kwa hiyo tukipata pesa na ukapata pesa, maisha yanaenda, hamna shida kabisa. Ufanya kazi. Basi, mimi upande wangu sina shaka na kuahidi sitokuangusha. Hili jambo tunalopanga litafanikiwa vizuri. Basi okay, sawa. Wasalimie ndani. Asante. Maisha yangu yamejaa balaa, hivi ni wapi nitaponea mimi mtoto wa mtu? Yani shida matatizo zilinifanya niende kwa waganga.